Wapenzi watazamaji, karibuni kwenye makala ya Jicho Pevu. Mimi wenyu Iyano Entertainment. Bunge la damu. Je, bunge la damu ni nini? Na nini ilifanyika kwenye tukio la bunge la damu? Bunge la damu ni tukio iliyofanyika mnamo mwaka 2024 eneo la Afrika nchini Kenya. Ni tukio iliyosababisha vifo ya watu takriban 60 kuendelea, majeraha, uharibifu, pamoja na kuingia ndani ya bunge la kitaifa, yani Kenya National Assembly. Niko ndani na tunamalizana na nyinyi Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Mtatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Je, ni nini ilisababisha hii itendeke? Mswada wa fedha wa mwaka 2024 ilikuwa na hali tata, vitu ambazo haikumfurahisha mwananchi. Ililazimu kizazi cha Gen Z wajitwite mchicha barabarani wakipinga mswada wa fedha 2024. Ikiwa ni miaka 2 tangu tukio hilo ifanyike nchini, dalili ya moshi imeanza kuonekana nchini baada ya waziri wa fedha John Mbadi kupitisha mswada mbaya wa trilioni 4.8 nchini ikizidi na itawaka moto. Bunge la damu sehemu la pili. Tufanye nini bali tutende nini? Bunge la damu la rejea nchini hivi karibuni. Bloody parliament soon loading across the nation. Guys have made it into parliament. They have made it inside the parliament. They have made it inside the parliament. Wakenya wameamua, we will reject the finance bill 2026. We won't relent or back down. We will fight until the last minute of our breath. Hiyo ni matamshi ya Gen Z wakisisitiza liwe liwalo, yakija yapokee. Tufanye nini bali tutende nini? Lakini tutapinga mswada wa fedha wa mwaka 2026. Ni ghali, ni haramu kwa raia wa kawaida. Takriban trilioni 4.8 ikitarajiwa kupitishwa kwenye bunge na kupitishwa iwe, yani inaanza kufanya kazi kwa raia wa kawaida. Mengi yanajiri, mengi yakijiri. Je, watafaulu? Makala ya Jicho Pevu tunazidi kupekua yakijiri yanayojiri. Mswada huu ni ghali na ni zimwi kwa raia wa taifa. I'm here for Kenya, I'm here for my people, I'm here for your rights. Ni maandamano uliopangwa ikapangika kufidia waliopoteza maisha yao na wengine wakilazwa hospitalini. Miaka miwili ni majonzi, jokofu
wa majeraha kwa washiriki katika maandamano hilo. Hii ni tukio imewacha Wakenya wengine wakibaki mayatima, wengine wakibaki bila makao, biashara kadhaa zikiharibiwa. Tufanye nini bali tutende nini? Waliopoteza maisha yao wakati wa kugoma, wakati wa maandamano wa kupinga mswada wa fedha 2024, ikiwemo Rex Kanyike Masai aliyepigwa risasi nje eneo la Kimathi, Nairobi, Evans Kiratu ambaye alipigwa na mtungi ya vitoa machozi eneo la Nairobi, Eric Kayoni Sieni, mkufunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, aliyepigwa risasi nje la bunge, Ibrahim Kamau Wanjiru aliyepigwa risasi eneo la bunge, Abdi Kadir alipigwa risasi akiwa kwenye maandamano, Benson Mbidhi alipigwa akajeruhiwa wakati wa maandamano, Bensley Kogi Kamau alikufa akapoteza maisha yake wakati wa maandamano, David Chege, Ernest Kanyi, Erickson Kialo, Wilson Sitati, Kelvin Odhiambo, Maina Kenneth Njiru waliopoteza maisha kwenye bunge la Nairobi wakati wa bunge la damu. Watu zaidi walipoteza maisha, takriban watu zaidi ya 60 wakipoteza maisha yao. Je, ni nani anahusika? Tufanye nini bali tutende nini? Watu waliofariki, watu waliopoteza maisha wakiongezeka na kuongezeka zaidi. Tufanye nini bali tutende nini? Hali siyo hali. Ikiwa ni miaka miwili ndio sasa rais anapanga wapewe fidia baada ya kufanya maandamano wiki mbili. Hali siyo hali. Je, watafidiwa? Apande tulia. Kando na hayo, kuliletwa mojinga zaidi ya 300 walipoteza maisha yao, mali kuharibiwa, mengi yakijiri, mengi yakitendeka. Tufanye nini bali tutende nini? Shirika la Msalaba Mwekundu, Kenya Red Cross, wanasema waliopigwa risasi ndani ya bunge ndio wengi kupindukia. Nani atatuokoa katika hii taifa la damu?
Ni nani atatuokoa katika taifa la damu? Mengi yanajiri, yakijiri tena. Tunaona tukipinga ya mwaka 2026. Mwaka 2025 walimaliza Albert Ojwang wakati tulikuwa kwenye barabara. Tufanye nini? Tutende nini? Bali tutafanya nini? 2025 26 June iko karibu na iko njiani. Hatutarudi nyuma. We won't relent, we won't turn back until our will is fulfilled. Kenya National Commission of Human Rights, IPOA, wakifanya mengi, wakisema mengi, wafidiwe zaidi. Tufanye nini? Bali tutende nini? Watu 39 ndio inasemekana walikufa, lakini waliokufa ni wengi kadhaa, ikiwemo kaunti zikizidi, wengine wakitekwa nyara na kupelekwa pahali na sehemu haijulikani. Iyano jichopevu akizidi kupekua, hali imezidi kudorora na kuzorota nchini. Mswada wa fedha huu ikiwa ni zimu na ya kuharibu na kukandamiza raia wa kawaida. Iyano Entertainment, makala ya jichopevu. Bye, see you. Subscribe, like and share for more updates. Look at this again. Oh, fuck. Where? This guy. This doesn't make sense. Parliament is on fire. Can you see? Fuck, Parliament is on fire. What is this, guys? It cannot be forced. Find a solution. Police, ipigia watu wa fire brigade wakuja wazime moto Parliament. There's a fire in Parliament. Call the fire brigade. There's a fire in Parliament. Call the brigade. Na kuna wasawasha ingia huko ndani. Tena. Ile imeenda. Ile hata wafanya aje hivi. Hiyo ni mess. Hiyo ni mess. Utajaribu kuizima ni pekee.
Sana. Niko pale. Parliament inatoka nje na Senate. Sisi sisi. Sawa, ngoja. Sifanye kitu, sifanye kitu, sifanye kitu.